pekee katika jina la Yesu. Ninajiweka wakfu mwenyewe kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie Yesu tena kwa makofi na vigelegele. Amen, amen, amen. Shike mwenzako mkono, mwambie karibu kwenye Ijumaa ya ukombozi. Mwambie karibu kwenye Ijumaa ya ukombozi. Amen. Katika Ijumaa ya leo tutakuwa na somo linalosema kufuta alama zinazoondoa kibali. Kufuta alama zinazoondoa kibali. Amen. Naomba msomaji mmoja awe na mic. Tafutie Samueli wa kwanza sura ya 2:26. Kufuta alama zinazoondoa kibali. Kibali ni nini? Kibali ni hali ya kukubalika kufanya jambo au kitu fulani. Ni kukubalika kufanya jambo fulani au kitu fulani. Kibali ni kupokelewa na Mungu na watu pia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukubaliwa, kukubalika kufanya jambo au kitu fulani. Ni kupokelewa na Mungu na watu pia. Haleluya. Kwa hiyo kibali ni kitu cha kiroho, hakijawahi kuonekana kwa jinsi ya kimwili. Ni kitu cha kiroho ambacho hakijawahi kuonekana kwa jinsi ya kimwili. Juzi Jumapili nafikiri kwenye Sunday School tulijifunza, Bwana Yesu asifiwe sana, tukaona kwamba kuna utu wa nje na utu wa ndani. Amen. Tukasema mtu anaishi kwa utu wa nje na utu wa ndani pia. Tukaona kwamba utu wa ndani ndio wenye power kuliko utu wa nje. Kwa hiyo utu wa ndani ndio una control utu wa nje. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Bwana asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Tuanzie hapo. Inasemaje? Nitasoma kwa jina la Yesu. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Sema amen. Amina. Ni mapenzi ya Mungu tuweze kupata kibali mbele zake, lakini tuweze kupata kibali mbele za watu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kibali ni jambo la kiroho, linaanzia rohoni. Linaanzia rohoni. Halianziagi mwilini. Amina. Huwa linaanzia rohoni. Sema amen. Amina. Kukubalika kufanya kitu fulani, kufanya biashara fulani, kufanya kazi fulani. Kibali. Kufanya huduma fulani inahitaji kibali. Bwana asifiwe. Amina. Inahitaji nini?
kibali. Nje ya kibali utafanya hiyo biashara kwa ugumu. Nje ya kibali utafanya hiyo huduma kwa ugumu. Nje ya kibali utafanya hiyo kazi kwa ugumu, kwa sababu huna kibali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinyume cha kibali ni kukataliwa. Amen. Kukosa kibali, kukataliwa. Unakuwa na roho ya kukataliwa. Hata kama biashara yako iko vizuri, hata kama una sura nzuri, lakini kwa sababu una spirito ya kukataliwa, hauwezi kufanikiwa. Kama ni binti, huwezi kuolewa kwa sababu huna kibali. Japokuwa una sifa za kuolewa, lakini huna kibali. Na nini kinachosababisha unakosa kibali? Kuna alama ziko katika ulimwengu wa kiroho ambazo kwa macho ya damu na nyama wewe huwezi kuziona. Sijui kuna mtu mmoja tunaelewana jioni ya leo? Amina. Kama tunaelewana, hebu punga namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mtoto Samueli akazidi kukua. Manake kadri mtu anavyozidi kukua, iwe ni biashara yake, iwe ni ndoa yake, iwe ni kazini kwake, lazima apate kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amina. Kwa hiyo tukasema kwamba hivyo kibali ni kitu cha kiroho, hakijawahi kuonekana kwa jinsi ya kimwili. Ndio maana watu wengi wamepoteza kibali kwenye ndoa, kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, kwa watoto wao, kwa wazazi wao na kadhalika, bila wao wenyewe kujua kwamba hili jambo ni la kiroho. Hili jambo limeanzia rohoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapoteza kibali kazini, bosi anaanza kukuchukia pasipokuwa na tatizo. Unapoteza kibali shuleni, mwalimu fulani anaanza kukuchukia tu bila kosa. Unapoteza kibali kwa mkeo, kwa mumeo, tayari mume wako anaanza kuchukia tu bila sababu. Unapoteza kibali hata saa nyingine kwenye huduma hizi tunazozifanya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajikuta unapoteza nini? Kibali. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho una alama ambazo zinaonekana. Haijalishi kwamba una sifa. Haijalishi kwamba una sifa na kigezo cha kufanya hicho kitu, lakini kwa sababu kwenye ulimwengu wa kiroho kuna alama inayoonekana, hauwezi kufanikiwa. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata unaweza ukawa mhubiri mzuri au mwimbaji mzuri, lakini ukakosa kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mizunguko yangu, kuna siku moja nikakutana na mchungaji maeneo fulani ya mizunguko yangu. Akaniambia, mchungaji, unaweza ukanisaidia? Nikamwambia, nikusaidie nini? Akaanza kunieleza namna ambavyo anaendesha huduma yake. Amen. Anafungua kanisa, kishafungua kanisa likishakuwa na waumini kadhaa, yani likishaanza wanamkataa. Yani anakataliwa, anaondoka, anaenda anafungua tena kwingine, akishaona inaenda anakataliwa, anaondoka. Waumini wanazua mizengwe, anaamua kuondoka, anahama. Bwana asifiwe. Lakini wakati pia nazungumza naye, mimi mwenyewe alikuwa hana kibali kwangu.
Yani nilikuwa naona, yani nasikia kama vile naongea na, yani ni kama vile nimwambie nina haraka. Lakini kumbe ambacho na mimi kilikuwa kinanisukuma ni ile alama ambazo ako nazo. Kwa zinanifanya kwamba siamalize kuongea haraka haraka niondoke zangu, kwanza nimechelewa. Nimetoka kwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ngoja nimsikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe kulikuwa kuna alama fulani katika ulimwengu wa kiroho ambazo zinamfanya akataliwe. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu anaweza akawa na juhudi katika jambo fulani, lakini kwa sababu kuna alama katika ulimwengu wa kiroho akakosa kuwa na kibali. Bwana asifiwe. Tukazungumza pale, nikasikiza kwa makini, alipokuwa anaendelea nikajua hili ni tatizo. Amen. Hili ni tatizo. Na kuna siku atakuja hapa, akija labda aseme mwenyewe, lakini hamtamjua. Labda aseme mwenyewe. Haleluya. Sasa hivi anapiga kazi vizuri. Mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo hata huduma hizi ambazo unakuta kwamba tunazifanya, si kwa sababu tu eti ni huduma, ni kazi ya Mungu. Pia inahitaji nini? Kibali. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna mtu akihubiri ama akifundisha ama akiomba ama akiimba, unasikia kubarikiwa kabisa. Lakini kuna mtu mwingine akifanya hivyo unajisikia vibaya bila sababu ya msingi. Na anafundisha vizuri, na anaomba vizuri, na anaimba vizuri, lakini kwa sababu tu kuna alama ambazo zipo, ambazo tunaziona sisi, yeye hazioni, ambazo zinasababisha sisi tuchukie hicho anachokifanya. Yule naye asipojielewa, asipojitambua, akajua namna ya kuweza kujitoa katika hilo eneo, namba moja, atajiona ni mtu mwenye mikosi na kulaumu watu wengine. Yaani anaonewa. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kiroho ziko alama ambazo zimeondoa kibali kwako. Ezekiel sura ya 9 mstari wa 4. Kitabu cha Ezekiel sura ya 9 mstari wa 4. Inasemaje? Nitasoma kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia, nasema Bwana akamwambia, pita kati ya mji. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu. Akatia alama, ukatie alama katika vipaji vya uso vya watu. Ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu. Wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Anaambiwa pita kwenye mji wa Yerusalemu, ukatie alama kwenye vipaji vya nyuso za watu wanaougua. Kwa ina maana kwamba kuna mtu leo anaugua kwa ajili ya jambo fulani, linamtesa kutoka ndani ya moyo wake, lakini kumbe ni kwa sababu kuna alama ambayo yeye katika ulimwengu wa kimwili hawezi kuiona. Amina. Kuna mtu leo na alama ambayo inamfanya awe na maumivu. Maisha yake yanakuwa ya maumivu. Asema pita ukatie alama. Kuna mtu leo maisha yake ni ya kilio.
Ndio ile nikasema kwamba mtu anaweza akajilaumu ama akalaumu wengine. Kwa hiyo akaishi katika maisha ya masononeko. Kama ni mke akaanza kumlaumu mume wake, kama ni mume akaanza kumlaumu mke wake. Kwa hiyo anajihesabia haki kwamba mimi nina haki. Haiwezekani nimekuwa mwaminifu, lakini yeye anaamua kunifanyia hivi. Kwa anaishi kwa maumivu kwa sababu kuna alama ya kilio. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Amina. Jamani, kuna mtu ananielewa? Amina. Haleluya. Amina. Kila anachokifanya kinampa maumivu. Anaweza akafungua biashara nzuri, akafikiri kwamba itakuwa faraja, lakini the end inakuwa maumivu. Kilio. Anaweza akapata kazi nzuri, anaweza akapata ndoa nzuri, lakini baadaye inageuka kuwa maumivu, kilio, kwa sababu kuna alama. Amen. Anaweza akapata watoto wake wazuri, lakini baadaye wakawa ni kilio. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Iko usoni pake ya kukosa kibali. Bwana asifiwe. Amina. Hebu tuangalie Malaki sura ya 2 mstari wa 3. Inasemaje? Malaki 2:3 inasemaje? Malaki 2:3. Nitasoma kwa jina la Yesu. Angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu. Nami nitapaka nyuso zenu mavi. Tosha. Nami nitapaka nyuso zenu mavi. Tuongelee kwa akili za kawaida tu. Umkute mtu amepaka uso wake mavi, alafu akakwambia tukae pamoja ama tule pamoja, utafanya hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amepaka mavi kwenye uso wake, alafu anakuja kwako, anataka kazi fulani, utampea hiyo kazi? Hapana. Anasema angalieni, nitapaka mavi nyuso zenu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wengine wamepakwa mavi katika muonekano wao katika ulimwengu wa kiroho. Kwa macho ya nje unamuona yuko vizuri, lakini katika ulimwengu wa kiroho amepakwa mavi, ana alama. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninaanza utumishi nilimwomba Mungu mambo mawili. Number 1, hekima. Number 2, kibali. Sema amina. Kibali. Ukikosa kuwa na kibali, hauwezi kumsaidia mtu. Watu watakupita tu. Amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuzungumze kwa wafanya biashara. Pale kwa biashara yako, tatizo sio bidhaa ama tatizo sio lile eneo ambao wafanya biashara. Tatizo liko kwako. Kibali. Amen. Tatizo liko kwako. Kibali. Maana kama uko pale ukapakwa mavi, hakuna mtu ambaye anaweza kusogea hapo. Hakuna mtu ambaye anaweza kusogea mahali ambapo kuna nuka. Kwa hiyo ukishapakwa alama ya mavi, huwezi kuwa na kibali. Utachukiwa na kukimbiwa na watu. Utashangaa watu wanakukimbia. Ndio hilo wanasema usiyemtaka kaja. Yaani unafika kwa watu, mara kijiwe kinachanguka, unabaki. Kuna watu wa namna hiyo. Yaani mwaweza kukaa tu vizuri, mnapiga story, akiingia tu wanasambaratika watu. Yaani inatokea tu from nowhere, kikao kimeisha.
Yaani inatokeaga tu, I say ngoja niende mahali fulani. Yaani bila yeye mwenyewe kujua, bila hao wenyewe wanaoaga kujua, unashangaa tu, muda kumbe umeisha bwana. Naondoka bwana. Huyu naye anasema ngoja nikafungulie mbuzi bwana. Huyu naye anasema ngoja lakini kumbe usiyemtaka kaja. Anayenuka. Anayenuka kesha kuja. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Amen. Kila alama zilizokuwa kwenye mwili wetu ziondoke katika jina la Yesu. Amen. Alama zote zinazoondoa kibali katika jina la Yesu ziondoke. Sema amina. Amina. Unakosa kibali. Unakosa kibali. Utakuta kwa mahali, hata kama tu ni wanafunzi, umekaa tu. Haya, chaguaneni. Labda sijui ni debate, sijui ni nini. Mimi nitakaa na huyu, mimi nitakaa na huyu. Unakuta mina. Unakimbiliwa kwa sababu una kibali. Amina. Lakini kuna wengine unaye sasa simtaki, hatumtaki, nenda kule, nenda. Unapigwa kama mpira wa daladala. Ta. Paka mwenyewe unajichukia. Jua kwamba kuna alama katika ulimwengu wa kiroho ambayo wenzako wameiona. Wewe hujawahi kuiona. Amina. Halo? Amina. Si kuna mtu ananielewa jamani? Ni mambo ya kiroho. Haijalishi ukoje. Utajipulizia perfume za aina zote duniani, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho unanuka mavi. Una alama. Umepakwa nini? Mavi. Jina la Mungu litusaidie sana. Kwa lazima kuangalia kibali chako kikoje. Usichukulie tu poa ukaona kwamba ni jambo la kawaida, au ukaona hao nao wanaringa, wanajifanya, yani ukajikuta sasa mbaya zaidi ni pale ambapo wewe mwenyewe sasa utajikuta unajihesabia haki. Yani hiyo ndio hatari kuliko zote duniani. Kwa nini naishi? Kwa nakula kwao? Watajua wenyewe. Sikiza, maisha haya tunayoishi ni maisha tunafaidiana. Maisha tunafaidiana. Sema amen. Amen. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema siombi ni watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Kwa hiyo tunahitajiana watu mbalimbali, tujumuike. Kama vile unavyoenda sokoni, unanunua mchicha kwa huyu mama, unanunua maharage kwa huyu baba, unanunua nguo kwa yule kaka, unanunua hivi. Ni kufaidiana. Sema amen. Amina. Ni kufanyaje? Kufaidiana. Nje ya hapo uwe na kaulimwengu kako. Nje ya hapo utagombana na kila mtu. Hello? Jina la Mungu litusaidie. Hebu tuendelee mbele kidogo. Amen. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuangalie kitabu kile cha Mwanzo 39:20 hadi 23. Tuone. Tumeona mtu ambaye amepakwa mavi. 20 ngapi? Mwanzo 39:20 hadi 23. Tuone mtu mwenye kibali kama Samueli ambaye tumemsoma. Inasemaje Biblia? Bwana wake akamtwaa Yusufu akamtia gerezani. Sikiliza, Bwana wake akamtwaa Yusufu akamtia gerezani. Sikiliza kwa makini hapo. Yusufu akawekwa gerezani. Gerezani. Mahali walipofungwa wafungwa mfalme. Mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme. Naye akawemo humo gerezani. Yusufu naye akawepo huko gerezani. Lakini Bwana akawapa pamoja na Yusufu. Rudia. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Akamfadhili. Akampa kibali machoni pa wakubwa wote. Pamoja na kwamba Yusufu yuko gerezani,
Mtu yoyote ambaye yuko na kibali cha Mungu, haijalishi kwamba atakuwa mahali gani, bado atapata kibali. Amina. Bado Mungu atamuinulia mtu. Amina. Atamuinulia watu. Amina. Sema amina. Huyu mtu hatalala nje. Huyu mtu hatakufa njaa. Huyu mtu hatateseka. Manake kama Yusufu amepata kibali kwa wakuu, ina maana tayari Yusufu kuna namna ambavyo kuna kazi zingine ngumu atakuwa azifanyi gerezani. Amina. Kwa sababu amepata nini? Kibali. Lakini kuna mtu ambaye sasa ambaye hana kibali kwa Mungu, hana kibali kwa watu, alafu mbaya zaidi akawekwa gerezani. Yaani hakuna rangi ataacha aona duniani. Hata kama ameosha vyombo jana, ataosha na leo, ataosha na kesho. Yaani akisema neno tu, akijaribu kujitetea, unajitetea kazi. Kama vile mtu, yani mtu ambaye hana kibali, kwa mfano kwa wanandoa, mtu ambaye hana kibali, ukakuta kwamba labda anakosa kibali kwa mume wake, akajaribu kujitetea kwa mume wake. Kwa kadri anavyojitetea kwa mume wake, ndivyo anachochea hasira ya mume wake. Alafu unakuja jiuliza kwamba nimeongea jambo gani baya la kumfanya mpaka anipige kofi? Lakini mtu mwenye kibali anapojitetea, sema amina, anapojitetea mahali popote lazima akubalike, kwa sababu yupo na Mungu. Sasa Yusufu anatupwa gerezani. Biblia inasema kwamba akapata kibali kule kule gerezani. Akala vizuri, akalala vizuri, tofauti na wafungwa wengine, kwa sababu Bwana Mungu alikuwa pamoja naye. Biblia inasema mtoto Samueli akazidi kupata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Lazima upate kibali kwa Mungu na kwa watu pia. Amen. Sikuna mtu mmoja ananielewa jioni ya leo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tunaenda sawa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Yaani hata kama Yusufu kuna saa atakosea, mkuu wa gereza hakuweza kumdhuru Yusufu kwa sababu amepata kibali. Amen. Unajua sometimes kuna mtu anapata kibali mpaka akikosea unafikiria kwamba ufanyeje kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kuna mwingine ana kibali, akikosea, yaani hata kabla hajakosea ushapita naye. Chukulia kwa watoto pia hawa Yakobo, ambayo Yusufu alianza kupata kibali tangu zamani. Biblia inasema kwamba Yakobo akampenda nani? Yusufu mwanae, mpaka ndugu zake wakaanza kumwonea wivu kwa sababu ya kile kibali ambacho Yusufu anacho. Kuna wakati unaweza ukapata kibali kazini, kuna wakati unaweza ukapata kibali shuleni, kuna wakati unaweza ukapata kibali mpaka watu wanakuja kukuonea wivu. Bwana asifiwe. Hapo ndipo kama mfalme, kama Danieli alivyopata kibali kwa mfalme. Sema amina. Amina. Mpaka wakuu, mawaziri wakaanza kumwonea wivu kwa sababu amepata kibali. Wakamtengenezea mizengwe. Na ilikuwa ngumu kwa mfalme Dario kuweza kumtupa Danieli kwenye tundu la nini? La simba. Kwa sababu alikuwa anampenda. Lakini kwa sababu ni sheria imeshapita na imeshagongwa muhuri, mfalme akawa hana sababu, inabidi Danieli atupwe kwenye tundu la simba wenye njaa kali. Mwisho anamwambia Danieli, haya bwana, kama Mungu unayemwabudu aweza kukuokoa nao simba, sawa. Usicheze na mtu ambaye ana kibali kwa Mungu. Sema amina. Amina.
zinamtambua, mbingu zinatembea naye mahali popote. Hata kanyage nyanya kwa bahati mbaya na hana pesa, patatokea Msamaria tu atamlipia. Lakini ole wako wewe ukanyage na una kibali, watapita na wewe. Yaani dakika za kuhesabu ushachakaa. Mpaka watu wanajiuliza, hivi ni nyanya tu hizi ndio zimesababisha akapigwa namna hii? Tatizo sio nyanya, tatizo ni kibali. Hana kibali. Kwa hiyo laana ile alama ilikuwa inatafuta sababu, maana Biblia inasema laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Yaani hichi tu ndio kimesababisha umemchakaza mke wako kwa makofi. Hili tu, tatizo sio hilo. Yaani mimi nashangaa, kanipiga namna hii. Shida sio hiyo. Shida kuna alama imeonekana kwa. Sometime hata kwa watu ambao tunakaa nao, watoto, lazima tuangalie. Amen. Unaangalia. Ukiona kuna mtoto fulani unamtenga, usiishie hapo. Tafutiza katika ulimwengu wa kiroho kwamba kwa nini huyu ninamtenga na wenzake. Utajikuta kuna sababu. Wa Kristo sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wako tayari kufuta hizo alama katika jina la Yesu? Amen. Piga makofi na vigelegele. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kwa lazima mtu aombe kibali kutoka mbinguni.